Mombasa, akaenda Kikuyuni akakaa, akahubiri Ukristo, akatengeneza kanisa, akakaa pale mpaka Kikuyu mzima ikawa Kristo, akavaa msalaba. Risala ya Al-Furqan ni kubwa kuliko hiyo, na malengo ya Al-Furqan ni kubwa zaidi ya vile ambavyo pengine sisi tumekaa hapa hatuoni malengo kama yale. Kwa hivyo mfahamu kama wazazi ya kwamba si masala mepesi, masala mazito, na Allah ndiye mwenye kuchagua. Na hizi barua zikitoka hapa zikienda kule, wewe fanya dawa. Na kweli kama mtoto wako ana ikhlas, ana nia, hata kama amepata max gani, Allah min fawqi sab'a samawati atampa huyo mtoto nafasi, na atapata nafasi hapa Al-Furqan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nadhani kwa kumalizia dakika kama 2-3, kama kuna yoyote ambaye ana remarks ama jambo la kuongezea ama swali ama ufafanuzi anataka, tuko hapa dakika 2-3, watu 2-3. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Abdul Jalil Al-Mpaini. Nimetoka nao, nilisilimu 1994. Kwa mzee mmoja Msomali alinisilimisha 1994 nao. Kanileta madrasa Mudhurwa, alafu tena hapo Lang'ata kwa Shia, alafu akapigiwa kelele alitoe huko. Harameni tukakuja hapa Namanga. Tumesoma wakati hapa ni Al-Ibrahim. Tumesoma na Yusuf. Huyu Sheikh anajua tulikutana Khartoum. Alhamdulillah, ule Msomali kwa sababu ameshafariki, baada anapata thawabu ile kazi. Nimesimama, Sheikh amesema ametoa ile namna ya sheria ya hii markaz na ile maxi ambayo kwamba ipatikana ndio taruhusiwa. So ndio nilisimama kuzungumzia au kuomba idara ya Al-Furqan. Kuna Mwarabu alikuja Nakuru, alikuwa anatafuta Wamasai Waislamu. Mwarabu tu kutoka Qatar. Akanipigia simu akakuja, alikuwa anafunza Nakuru Darul Ilm. Naitwa Abu Muhammad. Akakuja akaniambia, "Kwa nini unakaa na Somali? Wasomali wote ni Waislamu. Nani ataita Wamasai kwa Uislamu? Hebu twende kweli." So tumeanzisha dawa na tunatembea na pikipiki. Tuko na watoto 30 Darul Quran. Nafikiri mnafahamu Darul Quran. Mimi ndio nazunguka nasilimisha watu, tunachukua watoto wao tunawafunza. Hiyo bidii tumepata. Mwanafunzi mmoja amemaliza Bilal, shule ya Bilal. Nimeleta amepata 320 Masai, sio nimeleta. Kwa hiyo nilikuwa nauliza hii markaz au idara ya Al-Furqan, kwa sababu wa Masai mnavyoelewa, kwanza dawa kwao iko dhaifu, na saa ingine labda katika masomo ya shule saa ingine wakuma kiasi kwa watu wengine. Je, ikiwa watoto 30 watamaliza alhamdulillah huko na labda hawajafikisha 300 mfano, na lengo yenu ni nzuri ya dawa ya kueneza, mtawafanyaje wanafunzi hao Masai? Kwa sababu hapa ndio wanafunzi wa kwanza alipomaliza nimeleta. Je, mtawafanyaje ikiwa hajafikia ile 3? Tenda. Asalamu yako yote. Hiyo swali ni nzuri. Pengine wazee wangu wawili wataongeza, lakini kwa upande wangu kama unavyojua, hiyo ni kama ombi umetoa, na ombi ikaweza kutoa kufikia sisi, jukumu yetu ni kufikisha kwa husika. Sasa ombi kama hiyo katika kikao chetu ili kwa husika kwa majibu tutawaeleza inshallah. Kwa kuongezea, hii markaz iko katika shamba la
watu wa Masai. Kila mwaka tunatafuta hata mwaka jana nilimtuma, tafadhali niletee wa vijana wa Masai watatu. Kaleta wangapi? Kaleta wawili na wakahepa, wakatoroka, wakakimbia. Mimi nikatafuta mwingine mmoja, nafikiri bado yuko. Na huyo ambaye nilitafuta, kwa kusema ukweli, sababu Mwenyezi Mungu ni shahidi, hajamaliza hata class 8. Hakumaliza. Nimemwambia njoo, shikilia hapa, mimi nitakuregister ufanye KCPE, lakini angalau tuwe na kijana mmoja wa Masai anang'ana. Kwa sababu miaka ya nyuma kuna vijana ambao nimewachukua. Alikuwa anachunga mbuzi, nikamchukua na nikamleta hapa. Hakuingia 1 ama 2 ama 3, primary hajasoma. Na huyo kijana aling'ang'ana na masomo, akachekwa sababu matamshi ni shida, mpaka alimaliza. Sasa ni ustadi. Anaitwa Isa Supeti na Silau, Mustafa Silau, ndugu yake. Kwa hivyo kuna mtu mmoja, wawili ama watatu, kulingana na hali tunachukua. Lakini yani kwa watoto 50, wawili ama watatu watakuwa special case, very special case. Pengine ametoka Turkana, ametoka Lodwar, very special case. Wataangalia, body inaangalia. Kwa hivyo kama kuna special case hapa, very very special case, wataangalia inshallah. Alafu sisi akija hapa, tuna malezi yetu vile tunamlea na kumfundisha polepole, mpaka baada ya miaka 6 huwa amekacha na wao wengine inshallah. Kwa hivyo ombi lako Sheikh atalifikisha mbele, lakini tayari huwa tunajaribu kwa uwezo wetu kidogo kidogo. Shukrani. Alafu pia shida ni kwamba mtoto ambaye wewe umemleta unataka hapa asome, je, mwenyewe iko convinced? Je, yuko tayari? Kuna watoto wako hapa, mtoto mwenyewe baba yake anakwambia huyu anataka kusoma, huyo yuko hivyo. Kama yuko hivyo, inshallah atapata, sio? Kama umeongea na yeye, umemtayarisha, inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia. Tumeeleweka kabisa. Mpaka unajua sisi kama walimu kuuliza swali, kama hakuna swali kabisa kwa kutoka kwa wanafunzi, mashallah wameelewa vizuri sana. Ama yani hawakuelewa chochote mpaka hawajua ulize nini. Haya. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Nahnu nashkuru idara al-Furqan. Akramakumullah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Al-Furqan ni jamia islamia fi Kenya inshallah. Kama sisi watu na manga tunashukuru kabisa hiyo baraka. Hata watu wetu leo sana tu zaidi. Tumeshaweka list kwa tuleta hapo. Sisi kama Wasomali tunasema ile dume itakuwa dume dogo itakuwa dume baadaye. Unajua hali iko kwa kidogo. Huyu kijana wetu Abjayo Lembera my student Islamic na Musa. Hao watu wetu alhamdulillah mimi mwalimu wao. Na leo Abjayo zamani wakati anasoma idadi anaongea Kiarabu. Mimi nakumbuka mwalimu wake sasa hivi. Al-bid'ah anasoma Qur'an. Kumba kuntu bid'a min ar-rusul. Ninafikia mzee kijana wangu. Wallahi ndio mpaka karibu ndio wallahi. Nakula alhamdulillah. Hada ni hakubwa sana wallahi. Tunashukuru sana wallahi. Ila ndio mkaji zako mlao khairan. Hata nimesoma hapa kwa ndio kujaga kwa jamaa zao mlao khairan. Saa nyingine mimi ndio hata tunatoa darasa yote yetu. Kwa hivyo tugende vile. Miaka 6 ni siku 6. Hata leo nasikia wazazi wengine 6 years, miaka 6 watu wanashangaa 6 years. Na ni mzazi anashangaa, je, mtoto? Kwa hivyo sana lazima kwa wazazi, miaka 6 ni kidogo sana. Ni kidogo sana wallahi, ni kidogo sana. Saa hii sisi tumejua saa hii siri kubwa, siri zile kwa watoto. Siri kubwa saa hii. Wale wamaliza shule saa hii mpaka university. Hawana kitu. Baadaye anakusema kwa mkate. Mambo mengine kimaliza. Wewe dhahabu.
Na kitu moja Sheikh Hassan alisema, alhamdulillah, mimi nimesoma sana Uganda madrasa. Mpaka sasa hivi niko Uganda master. Mimi na Sheikh na Musa tuko wengi. Mpaka sasa hivi sisi tunangana sasa. Tunangana watoto, tunangana msomo. Lakini hawa watoto wetu sasa wamebahatika wanasoma sasa hivi. Ile Sheikh sasa hivi amesema watoto wakimaliza hapa shule madrasa wako na mguu ya kulia. Mimi sasa siwezi simama msikitini kuongea Kiingereza. Niko na mguu mmoja. Nikienda Nairobi siwezi kutoa muhadhara. Mpaka sasa hivi najuta wala. Lakini ile wanaweza hapa sasa hivi wanajua Kiingereza. Kiarabu. Hapa waandika hapa training. Kutuba yaumu Ijumaa tarehe 24 fulani. Tarehe 25 fulani. Mimi nasoma hapa, someni hapa. Kwa hivyo shabaki za kazi yetu tupatie hawa moral. Inshallah. Ili tufuate sheria za Allah khair barakallahu fikum. Sisi kuamua kila jalia ile eneo ambaye dini haijafikia ama eneo ambayo iko nyuma kidini, inshallah utaona Mwenyezi Mungu anaweza achagua mmoja kule na mmoja kule na sehemu moja kule, ili nuru ya dini tuoke katika sehemu zote. Kwa hiyo mimi naomba tukana watoto wale ambao hii Al-Furqan nimeona tu Muislamu tu ndio amenionyesha kwamba kuna shule fulani inaitwa Al-Furqan na ina sehemu zote dini na hii ya sekula. Kwa nini usifanye fulani peleka mtoto kule? Nikasema na mimi mwenyewe nilikuwa naungua ndani ya nafsi yangu. Huyu mtoto wangu ni risasi moja, na naona hii risasi moja nipige mahali ambapo naweza pata nini, naweza pata target nisipoteze. Hiyo ndio maana nimefika, na kuna wengi na hao wale ambao wamebakia, ndio naomba bodi hii mashaallah Mungu mtakumbuka sababu target hii licha kuwa wale si wasomi, licha kuwa uko nyumbani, licha kuwa wale ni wachungaji, ila huwa ni wa Somali na Waborana watakuwa wamepiga sitani kwa pande ya dini. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Lakini kwa hiyo pande ya sekula tunang'ang'ana zote hapa. Kwa hiyo sisi pale tuko nyuma sana. Inshallah itaangaliwa. Mimi nasema kitu kimoja tu, ile Sheikh amesema, na hili muhimu sana. Sheikh Hassan anajua, Sheikh Juma anajua kwamba sisi mbele ya Allah na siku ya Kiyama hatuwezi taka kudhulumu jamii ya Wasomali. Na history wanasema Kushites, yaani watu wanatoka Northeastern na jamii ya Wasomali. Kwa nini? Nataka niwape mfano. Al-Furqan ni institution ya uadilifu. Hatusemi ya kwamba inachukuliwa Kikuyu, Waluya, nini, Wasomali. Hata sasa hivi hapa ukiangalia Al-Furqan wengi ni watoto wa Kisomali. Ndugu zangu Waislamu, Al-Furqan imetoa nafasi ya kutoshana. Wallahi Sheikh, ukiona watoto wengi ambao walipewa nafasi, wakaribu nafasi, si watoto wa Kisomali, watoto wetu wa mtaani. Sasa ukienda Majengo utaona watoto wetu wa Majengo walipewa nafasi, Al-Furqan waliwacha. Wako ndani ya Majengo. Ukienda hizi mitaa zote wako. Hawamalizi masomo. Furqan na wale wanasimamia hapo wanataka kupatia hao watoto equal opportunity, lakini watoto wetu wamalizaji masomo. Hata mwaka juzi ule kijana mmoja pale amepewa nafasi, amepatikana na makosa, amepewa nafasi nyingine akafuruga. Sasa ndugu zangu, hasa sisi ambao tusokuwa wa Somali, tuna shida gani na watoto wetu? Masomo ya dini hawako na hawapendi. Na saa nyingine Furqan inapata mitihani kubwa ku recruit the wrong people. Hiyo nafasi ambayo pengine mtoto wako amepata akadrop out mwaka pili, mwaka ya tatu, ingekuwa katoto ka Somali kangefuruga mwaka yote 6 bila hata kusimama. Leo mtoto wako amedrop out, huyu mtoto umemnyima nafasi. Sasa hii sisi tuna msiba, na hiyo ni kitu lazima tukubali kwamba sisi jamii yetu ina tabu upande wa dini. Huwezi kuta wazazi wa Kisomali wanabishana, mtoto wangu aende Duksi ama aende baby class. Msomali anatoka mtoto akizaliwa Duksi direct. Hakuna wewe na hapo, hakuna kuongea. What?
Katoto kanamaliza Qurani ndio baadaye kanafanyaje? How are you, good morning, eating, drinking, sleeping. Unaona, lakini sisi tunatanguliza hii baadaye ndio tunafanyaje? Sasa hapo ndio mali ambapo Furqan inaangalia zaidi, na hata juzi nilikuwa naongea na Munawar. Nasema hebu angalia watoto wote hawa waja drop out. Angalia hii miaka yote watoto gani wengi wame drop out? Ni watoto ambaye sasa ndio unakuta mtihani inaanzia hapo. Na kwa kweli ni kwamba baada ya ndugu yetu kuzungumza, Furqan inajaribu sana kwa uadilifu, mtu yote asidhulumike, na kama hawa wanaonekana wanakwenda wana succeed wanafanya nini, Furqan inshallah inapatikana uadilifu. Ndio unaona mashaikh wamefanya interview, files zitapelekwa kule inshallah. Allah ndio wa qur rabbi zidni ilman, inatoka kule juu. Wakati mmoja ilikuwa kuna interview ya Sudan ya Moscow tangazo, na kaida sisi sikia interview iko, sisi kabila zingine unataka ndio peke yako ili ukuje usifiwe mtaani kama wewe unaenda Sudan. Unaenda peke yako nyumbani, watu jirani hajui, na unasoma hata wanafunzi ambao wanasoma na class moja hajui kama interview inawezekana uende. Umepata bado unaenda peke yako. Msomaji akisikia ndio wenzake wote na watakuja tunaenda interview watu 300, Wasomali 280. Wengine tu kwa moja moja tu tena ya kufichana. Hataki ku wengine wajue. Lakini Wasomali wanakuja wote na wanafanikiwa. Kwa hivyo hapo mbele sana. Kwa hivyo sisi lazima tufanye bidii hapo. Kusipenda dini kusoma. Hata hii vita ambayo tunaambiwa na nyingi, vita ambayo kutoka Somalia 1990 hiyo. Ndio imekuwa ni sahihi kwetu. Ndio kwa sababu Wasomali walitoka huko wakakuja hapa ndio wakaweza tukaanza kujua hijab. Tulikuwa tujui hijab sisi. Wasomali walikuja ndio hijab kaanza kujifunza. Allah salamu naweza lia. Hata ile kiamulei ya ICD wao ndio walianzisha. Mtihani. Sisi mtihani tukitangaza msikitini Ijumaa msikiti ndio inajaa. Mchango nitakana kitu fulani ifanyike. Nitakana 1200. Wallahi 600 ndio inapatikana. 600 msikiti imejaa 600 inapatikana. Isili kwenda kwa Masjid Bakar. Nitakana mchango ya milioni 50. Hebu sema what happens? Watu 50 wamelipa milioni, kwa kila mtu anataka milioni moja. Mlango imefungwa. 50 mpaka ni shaka kama anasimamisha. Mtihani Ijumaa hotuba inafika saa 7 na dakika 15, line ni 2. Isili saa 4 msikiti imejaa. Wacha nipatie fursa mwanafunzi wangu hapa Furqan. Yeye ni living testimony ya kuwa alikuwa hapa, tumekuwa na yeye, amesoma, amemaliza. Lakini itakuwa vizuri nimpatie naye kwa sababu kabisa kwanza kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema nyingi tumetupatia sisi kama Waislamu. Vile kwa idara na walimu tunarudisha shukrani Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na waongoze katika majukumu wanayofanya, wapate ikhlas na wapate afya. Na siko peke yangu katika wanafunzi ambao tumetaharaja Furqan. So ningeomba pia wale ambao tulisoma ama msomo wangu ama mbele yangu pia wasimame ambao wako katika hii jukumu. Allah kitli Sheikh Aid na hao wote ni mashekh katika mitaa. Huyu anatoka Kitale, huyu anatoka Nyeri, huyu anatoka Murang'a. Wala ni fadhili ya Rabbina. Hatuna zaidi isipokuwa kumrudishia Allah Subhanahu wa Ta'ala shukrani, na pia walimu wetu, na pia kuwapatia wazazi moyo kwamba usijute kumleta mtoto wako hapa. Utajuta wakati utamtoa. Lakini maadamu umeingiza mguu pale na ukawa na nia na azma kwamba unataka mtoto wako asome dini, basi tumemleta katika sehemu ambayo ndio bora zaidi. Mwenyezi Mungu ndio ataamua kama ni wako atachukuliwa ama atawachwa. Hiyo pia turidhie na al-qada wal qadar. Utambue kwamba Allah ndio anaamua. Hata kama utakuwa na sababu zote za kuchukuliwa, unaweza kuwa na sababu zote za kuchukuliwa. Unajua wengine wako na fikra kwamba
mtoto wangu akona amepata 330, ni kabila fulani, anatoka sehemu fulani, inahitajia, lakini unasahau mwisho wa siku kadari ya Mwenyezi Mungu ndio inapita. Kwa hivyo zaidi wazazi msivunjike moyo, Mwenyezi Mungu awalipe kwa kila juhudi wanayofanya, na pia awaongezee watoto wetu, wapatie elimu ambayo itawafaidi wao na vile vile vizazi ambavyo vitarudi, na vile vile wapatie afya, na inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika yale majukumu ambayo ametupatia, na tujalie ikhlas, na vile vile tukutanishe peponi familia zetu na ndugu zetu. Hivyo tukutanishe peponi kama tukutanisha katika sehemu kama hii. Jazakumullahu khairan wa hayakumullah, barakallahu fikum. Naam, Sheikh, kwa haraka, yule ametoka Kitale, wewe umetoka Nyeri, huyo ametoka wapi? Katika nyinyi watatu nani amemaliza Nairobi University katika nyinyi watatu baada ya kutoka Furqan? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, mimi ndio nimetakharaj jamii taka. Huyo amemaliza university kwa jana. Sheikh, huyu bado anaendelea na masomo ya university, wewe? Inshallah Allah akupe uwezo. Kwa hivyo unaona kwamba katika hao watatu, hao wawili wako university na huyu mmoja Allah ampe uwezo aweze ku. Hiyo ni kitu sana. Kwa kufunga na muelewe huyu alikuja baada ya kumaliza form 4. Naam. Akiingia Al-Furqan wakati tunamchukua sio class 8 kama wenu, ni alimaliza form 4, amepita aende college, akaacha college, akasema ngoja niende nikasome elimu ya dini. Kwa hivyo